mali na Mungu, adui anapiga ulimwengu wetu wa roho, tunabaki kulalamika, Mungu mbona uchumi ni mgumu? Kumbe sisi wenyewe tulitakiwa tusimame kutengeneza ulimwengu wetu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi natamani Mungu aonekane katika maisha yetu ili tumtukuze Mungu, watu wamtukuze Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aonekane katika uchumi wetu ili watu waseme kumbe watu waliookoka sio maskini, ni matajiri. Kumbe watu waliookoka wana akili, sio kwamba ni vilaza. Kumbe watu waliookoka wana hekima kuliko watu ambao wako katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo yanapatikana wewe kama wewe ukisimama na kutambua nafasi yako. Esther hapa niliyosoma mimi nilivyoelewa ni kama alikuwa kama analeta sababu kwamba unajua sisi Mordekai akamwambia usijidhania utaokoka wewe na familia yako. Sisi Mungu alitaka kutokezea wokovu kwa namna nyingine, lakini wewe usijidhanie kwamba utafanya nini? Utapona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yeye sasa akaona basi ngoja nichukue hii hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Mungu, maombi yetu yawe na nguvu, maombi yetu yalete matokeo. Lakini tukirejea somo la mmoja alisema ya kwamba ili uwe vizuri na Mungu inahitaji uwe mtakatifu, utii sheria za Mungu. Kabla yako mchungaji kufundisha, nilikuwa nasoma Biblia, neno la Mungu katika Zaburi linasema unifundishe kujua sheria. Hata nikaanza mtu anataka Mungu amfundishe kujua sheria. Si unasoma sheria za Mungu unazijua tu, Mungu anakusaidia. Nikaja kukutana na neno la Mungu kwamba unatakiwa kuwa mtakatifu. Basi kuna sababu kwa nini Mungu alikuwa anasema na mimi kuhusiana na leo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe natakiwa kabla hujaomba unatengeneza wewe mwenyewe mahusiano wako vizuri wewe na Mungu. Biblia inasema tuziondoe dhambi zilizozingazo kwa upesi. Amen. Na kuzikataa kwa sababu zile ndio zinakuja kututenganisha na Mungu. Mungu asitujibu maombi yetu kwa wakati, maombi yetu yasiwe na nguvu. Unaomba adui anakucheka. Sababu umwathiri chochote, wewe utakuwa na amani kwamba nimefanya nini? Nimeomba. Lakini kumbe umwathiri chochote, anaendelea kufanya nini? Hivyo shangaa mashambulizi kazini, mashambulizi kwenye maisha, mashambulizi kwako wewe mwenyewe, kwa sababu huathiri ulimwengu wa roho. Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo kuna namna tunatakiwa tumuombe Mungu tupate nguvu ya kuweza kushinda. Bwana Yesu. Amina. Maombi yetu yawe na matokeo. Hata kama utaingia dakika 5, lakini dakika 5 zenye matokeo. Kwamba nikiingia kwenye maombi nimeingia. Nikiomba nimeomba mpaka Mungu afanye nini? Aonekane. Bwana Yesu. Amen. Nikimlilia Mungu napiga magoti mpaka nikiinuka Mungu amenitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapa tunajifunza maombi.